Hello, umewahi kujiuliza kweli jinsi unavyoweza kubadilisha, yani kubadilisha kabisa hali yako ya kifedha, si tu kuongeza kipato kidogo, la hasha, bali kubadili kabisa msingi wa jinsi unavyoiona na kuitumia pesa. Katika uchambuzi huu, tutaingia ndani kabisa ya kanuni hizi. Sawa, wacha tuanze na swali muhimu sana. Hivi, wewe ni mzalishaji au ni mtumiaji? Hili ndilo swali la msingi linaloweza kuamua hatima ya maisha yako yote ya kifedha. Hebu fikiria kuhusu hili kwa sekunde chache. Jibu lako kwa swali hili linaelezea karibu kila kitu. Okay, ili tulielewe hili vizuri, kuna hizi fikra kuu mbili zinazoongoza maisha yetu ya kifedha. Na cha kushangaza ni kwamba wengi wetu kabisa, tunafuata moja ya hizi njia bila hata kujijua. Na hapa sasa ndipo utofauti wote unapoanzia. Kwa upande mmoja, unajua kuna fikra ya matumizi. Pesa inaingia, halafu inatoka. Basi, ni kama barabara ya njia moja. Lakini upande mwingine, kuna fikra ya kuzalisha. Hapa sasa, pesa haitoki tu, hapana. Inatumika kama mbegu inayozalisha pesa nyingi zaidi. Hii inabadilisha mchezo mzima yani. Basi, hebu tuangalie kwa undani hii fikra ya matumizi. Hii inamaanisha nini hasa? Well, inamaanisha hivi. Kila shilingi unayoipata, inatumika, inatoka mkononi mwako na kuishia kwenye dhima, vitu ambavyo vinachukua pesa mfukoni mwako badala ya kuweka. Ni mzunguko unajua, usioisha. Na hizi pesa zinaenda wapi? Hebu fikiria. Zinaenda kwenye yale matumizi ya kila siku ambayo sote tunayajua vizuri sana. Usafiri, chakula, vinywaji na starehe kidogo hapa na pale. Haya yote ni kama mifereji inayohakikisha pesa inatoka mfukoni mwako kila siku, kila wiki. Yaani, ni safari ya kwenda tu, hakuna kurudi. Sasa, unaweza ukajiuliza, mbona watu wengi wanaishi hivi? Sababu kubwa sana ni mazingira tuliokulia. Wengi wetu tukikua, tuliwaona wazazi wetu au walezi wetu wakitumia zaidi ya wanavyozalisha. Hii inafanya ile fikra ya matumizi ionekane kama ndiyo hali halisi, kama ndivyo maisha yanavyopaswa kuwa. Lakini, na hili ni lakini kubwa, kuna njia nyingine, njia yenye nguvu zaidi. Na hapa ndipo tunapokutana na hii nguvu ya fikra za uzalishaji. Hii ndiyo siri ya kubadilisha kila kitu. Okay, fikra ya kuzalisha ni nini hasa? Fikiria hivi, ni ule uwezo wa kuiona pesa yako si kama kitu cha kununulia vitu tu, bali kama mbegu. Ndiyo, mbegu yenye uwezo wa kupandwa, ikakua na hatimaye kuzaa matunda ya pesa nyingi zaidi. Mtazamo huu peke yake unabadilisha kila kitu. Na matokeo yake ni nini ukianza kufikiri hivi? Kwanza, unaanza kuona fursa za kuingiza kipato kila kona. Yaani, macho yako yanafunguka. Pili, unaanza kuuliza, naweza kutengeneza nini? Naweza kutoa huduma gani? Na tatu, na hii ndiyo sehemu tamu zaidi, watu wengine wanaanza kukulipa wewe, badala ya wewe kuwalipa wao kila saa. Unaigeuza kabisa ile direction ya pesa. Sawa, sasa swali la msingi ni hili. Unafanyale sasa ili utoke kwenye kuwa mtumiaji na uwenge mzalishaji? Jibu lipo kwenye hatua 7, muhimu sana. Hii ndiyo ramani yako, ndiyo mwongozo wako. Hatua 7, sio 8, sio 6, 7. Hebu fikiria hizi kama ngazi 7 unazopanda kuelekea uhuru wako wa kifedha. Kila hatua moja inajengwa juu ya nyingine na zote kwa pamoja zinakupeleka juu. Tuanze basi. Tuanze na msingi kwanza. Hatua ya kwanza kabisa, jifunze elimu ya fedha. Hii siyo ombi, ni lazima. Maarifa ndiyo silaha yako. Ya pili, tafuta marafiki sahihi. Hebu jiulize, watu wanaokuzunguka wanakusukuma mbele au wanakuvuta nyuma? Jichanganye na watu wenye malengo, wenye fikra za uzalishaji. Na ya tatu, weka malengo. Kama hujui unaenda wapi, barabara yoyote itakufikisha popote. Lazima uwe na lengo la wazi la kifedha ili safari yako iwe na maana. Sawa, sasa tuingie kwenye vitendo. Namba 4, tengeneza budget. Hii haimaanishi kujitesa, la hasha. Hii inamaanisha wewe ndiye bosi. Unaipa pesa yako maelekezo wapi pa kwenda, badala ya kushangaa tu imeishia wapi. Ya 5, na hii ni muhimu sana, wekeza. Hapa ndipo unapoacha kufanyia kazi pesa na unaanza kuifanya pesa ikufanyie wewe kazi. Na ya 6,
tumia muda wako kuzalisha. Kila saa unaotumia kujifunza kitu kipya au kujenga mradi ni uwekezaji. Muda wako ndio mali yako kubwa kuliko zote. Na hatimaye, hatua ya 7. Hiki ndicho kipimo chako cha mwisho cha mafanikio. Ni lazima ujue ukwasi wako wa jumla, yaani net worth yako. Hii ndiyo namba inayosema ukweli wote. Wewe ni mtumiaji au mzalishaji? Je, mali zako, vitu vinavyoingiza pesa, ni nyingi kuliko madeni yako? Yaani vitu vinavyotoa pesa? Kujua namba hii ni kama daktari kupima joto la mwili wako. Inakuambia kama una afya njema ya kifedha au la. Okay, baada ya haya yote, unaweza kuhisi kama ni mambo mengi sana. Lakini, sikiliza, sio lazima uanze na yote kwa pamoja. La muhimu kuliko yote ni kuanza tu. Anza hiyo safari yako leo. Na hapa ndipo kuna dondoo muhimu sana. Nukuu hii inasema vizuri kabisa. Anza na mabadiliko kidogo ya kukusaidia kuweka mifereji ya kukusaidia kuzalisha zaidi. Unaona, una haja ya kufanya mapinduzi makubwa leo. Anza tu kujenga mfereji mmoja tu, mdogo wa kipato. Kwa hiyo, uchambuzi wetu wote unatuacha na swali moja tu la kujiuliza. Swali ambalo linaweza kuwa mwanzo wa kila kitu kwako. Je, ni mfereji gani wa kwanza kabisa utaanza kuujenga leo? Fikiria kuhusu hilo.